wanapanda farasi, wanapanda mpaka Wales, wala mnasoma habari story ama geography, ni kwamba wanapanda milimani kabisa, kama wanaenda kwa Ireland au Canada, mpaka wa Canada kule, wanatembea kwa farasi na kuhubiri Injili. Leo hii wameshuka, wamekata tamaa. Niliwaeleza miaka kadhaa nikisafiri kutoka Uingereza kuja Tanzania, nilipanda na kijana mmoja, nikaa naye kwenye kiti, kijana mmoja tukiwa kwenye kiti hapo, nikiwa njiani baada ya kuondoka take off, nikaanza kumshuhudia habari za Yesu. Nishtuka sana alipoanza kueleza kwamba hana habari za Yesu, kwanza hajui. Nikafikia na Tanzania, akasema I don't know about Jesus, sina habari na Yesu. Nikajaribu kuongea naye, tulienda mwendo mrefu, najua kutoka London mpaka Dar es Salaam almost 8 au 9 hours. Mko hewani tukatuona mpaka hamna pa kutua. Tunaongea masaa ya kutosha. Kijana tulienda mwendo wa kutosha, akanieleza anakwenda kwa girlfriend wake yuko Amani Tanga. Nikamshuhudia basi Yesu, akata mwisho wake. Akaja kuniambia okay, na najua babu yangu sipendi wewe para kuongea kitu kama hicho. Nataka kueleza kizazi cha sasa yani kimesimama. Ninaomba wewe ongeza mwendo. Usisema ongeza mwendo. Mwambie mwenzako ongeza mwendo. Kwa hiyo ninachozungumza ni kwamba yamepata Uingereza ambayo ndio walikuwa wana missions mbalimbali kupeleka nchi mbalimbali, China, India na kila mahali. Lakini leo hii ukienda makanisa leo mengine yameshabadilishwa misikiti, mengine yamebadilishwa imani potofu, kama ambavyo imani potofu nyingi zimeingia hapa Tanzania. Na hapa nilikuwa nagusia, nilikuwa naongelea habari ya vijana wetu kukazana kwenye makanisa, kwa sababu imani potofu zinaharibu vijana, zinaharibu watu. Mwisho wake itakuwa the end of the day utakuta Ukristo umekufa. Lakini asante Yesu, hakuna siku Ukristo utakufa, maana Yesu yuko hai mpaka leo. Kusema hivi, leo tunajifunza somo linasema ongeza mwendo. Mwambie mwenzako ongeza mwendo. Na bazo mtabara kuongeza mwendo, sio kukimbia kwa nguvu tu, lakini uamuzi wa moyo. Ni uamuzi ambao unataka ufanye wewe kuongeza mwendo. Na labda nieleze maana ya kuongeza mwendo. Maana yake ni maana ongeza mwendo. Ndio tunazungumza baada ya kuongeza mwendo ni kwamba ni kusonga mbele kwa bidii, kwa kuendelea katika Ukristo hata kama ni kwa maumivu. Kusonga mbele ni kwamba tunazungumza baada ya kuongeza mwendo ni kusonga mbele kwa bidii, kuendelea katika Ukristo au katika wokovu hata kama ni kwa maumivu. Maana Ukristo sio lile mama. Nilipata kueleza huko nyuma wakati tunaokoka ama baada ya kuokoka, kuna nyimbo wenzetu ambao wamejaribu kutunga nyimbo, kulikuwa na mapambio mbalimbali ambayo yalikuwa mazuri ya hamasisha, lakini mantiki yake ukiangalia unakuta ni yana shida kidogo, ama yalikuwa ni mazuri kuhamasisha. Sasa tunaelelea na sisi tuko na ruko kwa kweli. Tambalale kwa Yesu, tambalale kwa Yesu, tambalale. Tunatoa mpaka jasho. Sasa hiyo tulikuwa tunatiana moyo. Mkikaa kanisani naita tambalale kwa Yesu, ni kutia moyo mtu ambaye ana tamaa. Ilikuwa ni nzuri tu, ni kama jeshi lolo mtejeshi. Naimba tu vizuri, umechoka na sijachoka. Wakati umechoka kuhoji, vipi kwa? Maana ni mwiko kusema nimechoka. Ngapi mpita jeshi hapa? Yaketi kote, ngapi? Ndio ndio kusema sio hicho. Ni mwiko, labda sasa hivi sababu sasa zimeingia. Zamani kwa mwiko, ndakutana mkuli amekunja sura mbali mausi. Nafanya hasira. Moja baadaye kwa mhanga. Si afsawi baba. Piga buti mpaka unajisikia. Baadaye unakuwa sugu. Ila uzuri wake ukiwa sugu, baadaye unapata na cheo. Ndio uzuri wake. Yaani kenda yeye kuwapa tipu la unakwenda jeshini. Kenda usilegee, usianze kujifanya msabani na ulokole wako. Wewe ufanya fujo zingine wanakutambua. Wakisha kutambua baadaye hata kazi zote zingine utakuwa salama. Ukienda kalegea utakoma.
Bwana Yesu asifiwe. Katika kusonga mbele na kusema hivi ni kwamba ni kusogea mbele, kuendelea hata yani katika wokovu hata kama ni maumivu. Unajua wokovu sio ile mama. Ni vita. Hebu sema ni vita. Ni vita kila siku. Ndio maana tunamshukuru Mungu atakupea fursa ya kufanya ibada, ni fursa ya kushukuru Mungu. Nakumbuka kuna hadithi moja, nafikiri kwa kusimulia sio hapa. Kuna hadithi moja, kuna baba mmoja ambaye mfalme alikuwa na watoto watatu. Hao watoto watatu, nazungumza baada ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kuna maumivu, unasonga mbele. Hata kama unapitia changamoto zozote, songa mbele. Siku ya familia yenu kuna changamoto, songa mbele. Masomo hajakaa vizuri, songa mbele. Usiache wokovu, ng'ang'ana na wokovu kwa hali zote. Mchumba amegeuka, songa mbele. Jamani, amina. Wewe songa mbele na Yesu anajua destination yako, anajua mwisho wake. Huyo mwingine yeyote, awe ndugu yako, awe baba yako, awe mama yako, hautaenda. Sasa hivi hapa tumeona mama yetu hapa na kushuhudia mume wake ametangulia, na sio wengine ndugu zetu wametangulia. Huyo huna uwezo wa kuzuia, lakini neema ya Mungu ndio itakufundisha kule ufike kukutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunataka kusema ni kutie moyo kabla sijaendelea, ni kwamba sote pamoja naye, wewe songa mbele na Yesu. Hata kama ni maumivu, songa mbele. Hata kama umechumbuka, songa mbele. Ndio maana hata Yesu, wale wenzetu ambao wameigiza filamu ya Yesu, wakati wana mateso, damu inachuruzika na pigo Yesu Kristo, anatema mate na watu midomo michafu, hadi piga tamiso yake anamtema mate na matusi mengi, bado Yesu akaendelea. Alienda kusamehe, alikuwa na agenda moja ya kunipata mimi na wewe. Jamani, haleluya. Ukipenda kupiga makofi ya Yesu Kristo. Yule mfalme alikuwa na mtoto wa kiume, hakuna binti yote. Alafu pia watoto wale walifika umri wa kutaka kuoa, kama Doto hapo ambaye amefika umri wa kuoa. Unacheka tangia wengine, sisi mpaka nasema jina. Doto msao kwa sababu kijana wangu ndio hata kasirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika umri huu, wakamwambia baba, tunataka kuoa. Sasa na unajua wafalme wanaona kwa wafalme. Sio hapo wengine hapa. Wewe mtoto mwenzangu na mimi kutoka Ikuti hapo tutakuwa mtoto wa rais kwa sababu ya pale. Utakatini ndugu utakuleta balaa hapa. Shona kwa kibarua tu. Ndio kwa kibarua. Unaona binti wasamsamia nimesoma naye. Wewe tena. Mshoda kwa mfagizi tu wewe. Yeye atakana kuangalia tu. Bila usiogope. Bado ni mwanadamu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilipofika nataka nenda kwa sababu muda. Ilipofika wakati wako yule baba sasa anatafuta binti wako kwamba atafute kwa wafalme. Sasa wafalme wanakaa mbali pale. Akasikia mfalme mmoja ana binti moja ambaye alikuwa tayari kuolewa. Nazungumza baada ya kusonga mbele. Hebu sema kusonga mbele. Yule huyo mfalme wale vijana wote wamepanga moto, wanataka kuoa. Sasa wanangu, sasa mpaka sisi mfalme na mfalme ndio tunahusiana kutafuta mwanamke au binti wa kumoa. Ikawa ngumu. Alipata sasa kuna mtu mmoja tu, binti mmoja, kwa hivyo tayari tumepata. Sasa hivi kwa tatu. Ndio watu kubuge Mungu, watu wasema sio na hekima. Hebu sema hekima. Ndio maana vijana msio haraka. Ndio mle tutafuta hekima kwa watu wazee. Sio haraka. Bwana asifiwe sana. Tafuta hekima. Sasa kama uliza utakuwa kuolewa. Uliza, je, kijana leo anaweza kunioa? Utakueleza kwambia bwana usimwangalie sura huyo, akili yake mbovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikurupuka tu utashaka utakutana akili mbovu huko mbele safari. Hasa yule baba akawa hana jinsi, maana vijana tu wa moto. Vijana genzi wana haraka. Mungu akampa hekima yule baba. Akasema kwa sasa hamna shida. Wakafanya utaratibu kwa ile binti moja, akasema sasa wanangu sikiliza. Yuko binti moja. Kila mtu bali ninataka kuoa sasa hivi. So hamna shida. Sasa yule atakayetangulia kwenda kule, nitawatuma safari kwenda kule. Atakayefika mtu wa kwanza, huyu ndiye anakwenda kuoa. Kusema sawa mzee. Mtakubaliana sawa. Maana mzee hakutaka ugomvi na watoto wako. Akamwambia cha kufanya lazima uende ishara ya kupeleka kitu kule.
akawatafutia mbao za hizo 2x4. Simleta 2x4 au 4x2. Ni 2x4. Haya, maana msiofundi wa Suleiman. Hadi nimuulize. Bwana asifiwe sana. Akawapa wote size moja. Futi 12. Ambia mbao hii upeleke ukafikishe kwa mfalme kule. Atakayewahi kufikisha huyu ndiye atakapata ile binti. Akasema hamna shida zaidi. Kwa vijana kabla wanangu haya safari kafika asubuhi, hawakulala na usiku. Unajua mtu tafuta mchumba hulali. Kwani uongo unatafuta mchumba uongo? Utalaji si uongo. Kuna watu wengine wanaona hata status zenu usiku saa 6. Ulikuwa wapi usiku? Na usuru ataalamu ameandika sasa huyu unamwona kabisa saa 6. Saa 6 dakika moja yuko pale yuko macho shika naomba lakini kwa saa 3. Unajua kwa mwanangu. Sasa nikiona hivyo naanza kuombea Mungu msaidie mwanangu. Maana sio kwenye masomo, hawapendi masomo hapo kuna mambo yanayofanyika nayo. Sasa wakaanza asubuhi safari. Hebu semeni amina. Amen. Vijana wakaondoka wote kwa mbao. Nazungumza bila kusonga mbele. Hata kama kuna maumivu, kuna faida yake. Wale vijana wakaondoka. Wameanza safari, wakaanza kwa mwendo wa haraka. Mwendo wa haraka, sio pole tena, maana tutakuharakisha na napita. Walipoenda kwa haraka mwanzo wote kila mtu anakwenda kwa speed. Wanaenda kwa speed haraka kwa wangetawahi. Ilikuwa sehemu ndefu kidogo. Baada ya njiani, baada hajafika